Leo ilikuwa siku muhimu sana katika jimbo letu la Bukoba mjini, ambapo yale ambayo tulikuwa tunayasema kwenye ahadi na ilani zetu ya Chama cha Mapinduzi wakati wa kutafuta kura, tulikuwa niliwaahidi afisa usafirishaji kwamba tukipata uongozi tutaweza kukutana nao na viongozi wote wakiwepo. Nishukuru sana ofisi ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Wote kwa pamoja tumeweza kukutana na bodaboda katika uwanja huu wa Kaitaba. Kweli kikao kilikuwa ni kizuri sana sana sana. Mimi nimefurahi sana kwa sababu leo kilikuwa ni kikao cha kuwasikiliza. Wao leo wamesikilizwa. Wana nini? Wana changamoto gani? Tutafanyaje? Na nishukuru wameweza kuongea mambo yote ya msingi, kero na changamoto. Yote ambayo yanaweza kutekelezeka yamejibiwa pale, lakini mengine tumeyabeba. Yataenda kufanyiwa kazi. Niwahakikishie kwamba mazingira yao ya kufanyia kazi tutaenda kuyaboresha na yatakuwa mazingira salama na bora kwao na watakuwa huru. Lakini kwa wanajimbo wote wanaofanya biashara ndogo ndogo na kubwa kubwa, kazi yetu mimi au kazi yangu mimi ni kuhakikisha nasimamia mazingira bora ya kufanyia kazi. Mtu anafanya kazi katika mazingira bora ndipo hapa panaweza kupandisha uchumi wake, lakini kuweza kulipa kodi katika jimbo letu la Bukoba mjini. Umeonekana kuhitaji faraga na wewe kwamba pengine itafute muda ambao wewe na meya unaweza mkawepo na kusikiliza vizuri. Nini umekipokea kupitia kauli hiyo? Kauli ile nimeipokea kwamba kuna vitu vingine hawezi kuvisema mbele ya wale viongozi, na kwa kuwa wananiamini mimi kwamba wanaweza kaniambia jambo lolote, na mimi nimekubali kwamba niko tayari kuwa nakutana nao mara kwa mara ili waweze kunipa zile changamoto zao na mimi niweze kuzifikisha sehemu husika ili ziweze kutatuliwa kwa wakati. Vipi swala la kuendelea kutoa kodi na kwa walivyokuwa wamelaiza, lakini umeeleweka sawa, la kuendelea kutoa kodi wao kama hiyo shilingi 300? Tumekubaliana kwamba waendelee kulipa shilingi 300, lakini waenda kuweka utaratibu mzuri zaidi kuliko ilivyokuwa kwa sasa. Utaratibu uliowekwa ni mzuri kwamba mtu kwenye kituo anakuwepo kiongozi ambaye anakusanya ule ushuru. Akimaliza kukusanya ushuru shilingi 300, lakini 20% inabaki kituoni kwa ajili ya kufanya usafi na mambo mengine ambao wao sasa walishindwa kujua hayo na kuyasimamia, na ndio maana mkurugenzi akawa anaenda mwenyewe kusimamia. Lakini baada ya kikao hiki na imani sana yale yaliokuwa mpango kwenye kikao chao ndio atakaenda kusimamiwa. Lakini vile vile mkurugenzi anapaswa kuwatengenezea mazingira bora, kuhakikisha amewasajili wa bodaboda wote na kuhakikisha vituo vyote vimefanywa uhakiki na vinajulikana, ili mtu anavyolipa ushuru wake iwe inajulikana ameulipa kutoka kituo gani, lakini na kuboresha vituo vyao vya parking. Ili wazo langu nimelisema, tutaenda kuwajengea vituo vya parking vizuri ambako tuwekea hata na mabati kidogo. Tutaanza taratibu, lakini najua Mungu atakavyotujalia tutaendelea kufanya hilo jambo na kuwa zuri zaidi.